السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قبض من نوره الأقداس قبضة فقال كوني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فخلق منها العرش والكرسي واللوح والقلم والأرض والسماوات وباقي المخلوقات كلها من الموجودات، فلولاه لم تخرج الدنيا من العدم إلى الوجود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الرسل وسيد الكائنات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله نوري، ومن نوري خلق كل شيء، وهو الذي بشر به التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأرسله الله رحمة للعالمين كافة، فلولاه ما ضاء الكون بالشمس ولا قمر ولا سراج ولا نجوم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء ومصابيح الدجاة، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم العرض على الله والجزاء. أما بعد، فيا عباد الله، بدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم سليا متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tunamshukuru jalla jalalu kwa rehema yake na utukufu wake kutukusanya sote tukiwa leo tumerudi katika kipindi chetu ayuhal mustami'una alkiram ainama kuntum. Leo tunataka kumzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jinsi alivyoamiliana na wanawake. Maana yake kulikuwa kuna masahaba wanawake hawakuwa nyuma, miongoni mwao ni Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha wa ardhaha, Sayyidatuna Aisha, Sayyidatuna Fatima, yani azwaju nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha jalla sha'nu wa 'azamat qudratu qad tafaddala alaykum wa ala jami' khalqi biwujudi sayyidina Muhammad wa idhari dhatihi almustafiyya min bayni alwalidayhi الكريمين الشريفين بين القبائل العربية، فحملت به أمه آمنة بنت وهب. mamake Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akiitwa Amina dhatul jamali almusuni almashhura, mwanamke mwenye uzuri, tena si uzuri wa maumbile tu, bali mpaka uzuri wa tabia. Mwanamke alikuwa si mchafu, alikuwa si mzinifu, alikuwa ni mwanamke mtukufu, baina Quraishin bisoni wal afaf wa baina alqasi waddani. Alikuwa kisifika kwa Makuraishi ni mwanamke ambaye alikuwa ni mzuri, hana mambo mengi. Wala mtajid lihamlihi sallallahu alaihi wasallam mashaqqa wala thiqlan. Huyu mama alivyokuwa amembeba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajasikia dhiki, hajasikia wasiwasi wala uzito. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyobebwa mimba yake na bibi kama huyu, alipata albisharatun wal anwar, alipata bishara, alipata nuru. Wafadha Allahu alayhi alkhairat wal barakat. Allah akamzidishia mwanamke huyu kheri, akamzidishia baraka. Kanat, huyu mwanamke alikuwa anakuwa mwenye kudhiridhia katika muda alombeba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa kiridhia. Fawadhat radhiyallahu anha alhabibi alazam الأحب والرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. huyu mama alivyopata bishara hizi mpaka akamzaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaladat sayyid alalamin, huyu mwanamke alimzaa bwana wa ulimwengu wote, wa khaira albariya, na mbora wa viumbe. Subhanallah, huyu mwanamke farihat biwad'ihi nafsuha at-tahira adh-dhakiya. Huyu mwanamke alifurahi sana kwa kuzaa huyu mtoto alikuwa mwema, mtoto alikuwa mzuri, kwa sababu bishara zilikuwa zinaonyesha mapema. Na hapa nataka kuonyesha mama zangu kuwa mtoto anaandaliwa kabla ya kuzaliwa. Kitendo cha kukutana baba na mama, wakaonana, wakapendana, wakakubaliana, kukapitwa maneno, kukapelekwa posa, watu wakakaa, wakapanga mahari, kapangwa harusi. Hii ni mambo makubwa sana, ni mambo ya ishara, kwa sababu mwanamke huyu alikuwa kajituliza na babake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
alikuwa anataka kuchinjwa, lakini akatolewa fidia ngamia 100. Baada ya kutolewa fidia ngamia 100, pale pale kulikuwa wanawake wanamuita, wanaambia njoo tuoe sisi. Lakini mama kama huyu akawa yeye ametulia, akafuatwa na babake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo huyu mwanamke ni mwanamke bora, ni mwanamke alotuletea kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Huyu mama alikuwa na furaha sana, farahan wa sururan bi sayyidil kainat wa khatamil mursalin. Alikuwa na furaha, alikuwa na amani kwa kuzaliwa bwana wa ulimwengu wote, khataman al-mursalin wa rasulu rabbil alamin. Fa akhbarat jadduhu Abdul Muttalib, akampa habari babu yake Abdul Muttalib biwadhi al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, kuwa tayari ameshajifungua Muhammad ameshajifungua mtoto. Habari zikaenea. Hapa tunaonyeshwa tunatakiwa mtu anapopata mtoto afurahi, hajui mtoto yule atakuwa nani siku za usoni, afurahike. Hii ni nuru, hajui mtoto huyu atakuwa nani katika ulimwengu, atasaidia vipi jamii yake. Na ajabu, huyu mwanamke alikuwa mume amefariki. Mume alienda zake Syria au alienda Palestine kwenda kufanya biashara, umri miaka 18, wanasema akafa katika kijiji cha Abwa. Huyu mwanamke alikuwa ni mwema sana kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa ni mwema sana kwa mumewe. Kwa hiyo akapeleka taarifa, zikapelekwa bishara kwa babu yake Abdullah. Fa akhadhahu, akamchukua, watafa bihi al-Kaaba al-Bayt al-Haram, akatufu naye katika al-Kaaba, nyumba tukufu. Wadaa lahu bid'awati salihat, na akamwombea mjukuu wake dua zilikuwa nzuri. Hapa inaonyesha mwanamke, binti, anatakiwa awe na fungamano na upande wa mumewe, awe na fungamano na upande wa familia ya mtoto wake, na haya ndio mambo atakuwa mazuri. Wasamahu Muhammadan, pale pale akaridhika mtoto huyu aitwa Muhammad. Yauma sabi'i wiladatihi, siku ya 7 katika kuzawa kwake mtume. Rajaa an yuhmada fi samai wal ardi, na babu yake kampa jina kama hilo. Alikuwa anataka kutamani mtoto huyu atajwe mbinguni na ardhini. Fahaqqaqa Allahu rajaahu fahumida fil ardi was samawat, vile vile Allah akakamilisha yale matakwa yao waliyotaka. Mtume akawa anatajwa duniani na mbinguni. Na hapa mzazi ndipo anapotakiwa atafute jina zuri la kumpa mtoto wake. Sio unamuita Mataka, sio unamuita Kitutu, sio unamuita jina ambalo sioeleweka. Aliitwa Muhammad, jina liwe la maana kubwa. Watakhadhahu Allahu nabiyan wa rasulan khatima al-anbiya wal mursalin. Allah ndio akamfanyia nabii, mtume mtukufu daraja na mtume wa mwisho. Fakharaja sallallahu alayhi wasallam baina walidayhi al-karimain binikahin sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezawa kwa babake na mamake, si kwa zinaa, si kwa mtoto kwa nje, la, bali kwa ndoa. Mpaka babu yake wa 600 hakuna hata mmoja aliozini. Lam yusibuhum min nikahi aljahiliya shay'un waraat ummuhu inda wadhahi. Na huyu mama mwema ambaye leo tunamzungumzia, Bibi Amina, watu waliokuwa wamemsahau. Alipokuwa akimzaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliona kusura Busra bisham, aliona zile nyumba za Sham, aliona zile nyumba za Syria, kwa ile nuru ambayo walikuwa ameibeba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha farahan wa taraban wa sururan, aliona nuru, ardhi ikanawiri kwa nuru ya Allah, na nuru alikuwa imekuja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faudhiya sallallahu alaihi wa sallam lailati yaumil ithnain, mtume akazaliwa siku ya Jumatatu, usiku wake 12 Rabiul Awwal, mfungo 6 min amil fil, katika mwaka wa ndovu. Watabasharat bidhalika alwuhush wattuyur walhitan, siku hiyo bishara zilikuwa katika siku alozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa na nuru kwa sababu kazaliwa afdalu khalqillah ala al-itlaq, faqa nabiyina
fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu min ilmin wala karamin. Kazaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Leo sisi hatutaki kumzungumzia mtume kwa yote, tunataka kueleza huyo mama alomzaa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni mama wa aina yake. Ni mama alijitunza na Mwenyezi Mungu akamtunza. Na hii ni sifa, mwanamke anapendeza awe amejitunza toka usichana wake mpaka katika sheria imepangwa mwanamke amuone mwanaume mmoja tu kwenye maisha yake kabla ya ndoa. Akiolewa awe ndo mume wake wa kwanza. Haifai kwa mwanamke kutembea kwa huyu na yule, na vile vile kwa mwanaume haifai kwenda kuzini huku na kule. Muumini anatakiwa awe msafi, asifanye zinaa. Muumini asiwe anafanya vitendo vichafu na muumina asiwe anafanya mambo ya makero mpaka ikawa aibu. Watu wakitaka kupeleka mtu nyumba ile kwenda kuoa, basi kila mmoja akawa anaogopa. Tunatakiwa tujitunze, tunatakiwa tuwatunze watoto wetu. Cha ajabu na cha kusikitisha, utamwona mtu ikifika magharibi anatafuta kuku wake na bata wake wako wapi, lakini maskini hajiulizi binti yake kaingia nyumbani hawajaingia. Hii imekuwa cha kusikitisha sana. Mwanamke ni kitu cha thamani, mwanamke ni nuru. Kwa hiyo huyu mwanamke alipitia kipindi kigumu, akawa amefiwa na mume, akawa hana pa kukimbilia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala limfarij. Yasaluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi shan idha taraba al-bahru wa haja al-mawju wa habbat ar-rihu nada ashabu safinati ya Allah. Pale tanga linapokwenda kombo, bahari imechafuka au ziwa, mawimbi yanapiga huku na huku, wa habbat ar-rihu, na upepo umekuwa mkali, nada ashabu safinati ya Allah, wananadi wale ambao wako ndani ya jahazi, wanamwambia ewe Allah tusaidie. Na huyu mama alimuomba Allah amsaidie katika kumzaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, katika kumlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na sisi tujitahidi sana, mama zangu, kuelea watoto wetu katika mazingira ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alolelewa na mama yake. Mtoto usimtii katika mfuko wa rambo, au mtoto usimuingize katika lindi la choo ukamtupa. Kuna watu wana shida na watoto. Idha dhalla alhaddi fi sahara wa mala rukba an at-tariq wa harat alqafilatu fi sir nadu ya Allah. Watu wanapotea jangwani, wale watu njia zimewachanganya, hawajui wapi waelekee, hawajui wapi wapite, hawajui nini wafanye. wa harat alqafilatu fi sir nadu ya Allah, mwite Allah ukiona mambo haeleweki. Idha waqa'at almusiba wa halat alnikbatu wa jathamat alkaritha nadi almusabu almankubu ya Allah. Ikiwa misiba imekukusanyia, mitihani kwa sehemu moja, yule ambaye alopata mitihani ananadi kwa kumwita ya Allah, ewe Allah, ewe Mola wangu. Kwa hiyo idha usidatil abwabu amama at-talibin, ikiwa itafungwa milango kwa wale ambao wanaohitajia, mwite ya Allah mamangu. Usivunjike moyo, mnadie Allah akuletee ndoa ya kheri, mnadie Allah akuhifadhi kizazi chako, mnadie Allah akuepushe na mambo machafu, mambo ya zinaa, akuepushe na vitu vilokuwa havina maana. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, atakusaidia. Kwa hiyo ndugu zangu, mwanamke ndivyo anavyotakiwa. Kun saidan, jitahidi kuwa mwanamke ambaye ulikuwa na furaha, mwanamke ulikuwa na amani, kwa sababu al-imanu wal amalu salih. Na hii si mwanamke peke yake, mpaka wanaume wanatakiwa wawe namna hii. Al-imanu wal amalu salih, kuwa na imani dada yangu, mama yangu, na vitendo vyema. Wal amalu salih huma sirru hayatika tayyiba. Hiyo ndo siri ya urembo wako, siri ya maisha yako mazuri. Faharis alaihima, jitahidi basi kuwa na imani, kuwa na vitendo vizuri. Na huwezi kuwa na imani isipokuwa utulubul ilma wal maarifa. Jitahidi mama, jitahidi sana kutafuta ilmu, kuwa na maarifa. Wa alaika bil qiraa, na jitahidi sana kuwa unasoma kidogo, ili kwa ajili ya kufahamu dini yako, kwa ajili ya kufahamu maisha yako. Fa innaha tudhibul ham, hakika kusoma kunaondosha pia mawazo mabaya.
kunaondosha kuwaza ngoma, kunaondosha kuwaza vitu vya upuuzi. Jaddidu tauba, fanya upa kutubia. Mwambie Mwenyezi Mungu nisame, nilikotoka kulikuwa kubaya. Mwanamke wewe ukirudi kwa Mola wako, binti wewe ukirudi kwa Mola wako atakusaidia. Wahjurul maasi, baada ya kutubia ihame maasi, liannaha tunaghisu alayka alhaya, kwa sababu maisha ndio yanaharibu maisha yako, maasiya yanaharibu maisha yako. Kwa hiyo tumemwona mamake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika umri kadhaa, akamchukua mama kama huyu akampeleka katika kaburi alozikwa baba yake pale, na huko ndo akasema mimi najisikia mgonjwa. Haya yatakuwa mazungumzo yetu katika darasa yanayokuja, inkana lil umri baqiya, ikiwa umri upo. Alilmu indallah, ilmu ni kwa Allah. Hadha ma yadhharu li, haya mendo londhirikia. Walhamdulillahi rabbil alamin.